Namshukuru Mungu maana amekuwa mwaminifu na ametupa fursa nyingine ya kuiona siku kama hii. Si kwa uwezo wetu, ni kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Tuko wachache, tuko wengi. Haleluya. Maana Mungu ako pamoja nasi. Na ni Mungu amekusudia tuwe hivi. Na God does not despise the small beginning of the morning service. But Mungu anapenda kama hivi. Nataka kwenda moja kwa moja katika neno. Kitabu cha Matthew chapter 7. Hapo nimepata ujumbe pale. Na nasikia hapo ndio tutanena kutoka. That is Matthew 7. I read about 3 verses. That's right from verse 24 to 27. Matthew 7, 24 to 27. Father, we thank you. Give you all the glory and the praise. I have stood before thy people, God, to minister that which you put in me, God. I pray that, God, you may speak it through me. Holy Spirit, minister. Change the lives of people. Encourage them, oh God. Increase them the way you want, oh Jehovah. Let your will be done. In Jesus' name I pray. Amen. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew, and they beat against that house. Yet it did not fall before it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. 27. The rain came down, the streams rose, and the winds blew, and they beat against that house, and it fell with a great crash. I want to talk about having a firm foundation. Bwana asifiwe. Having a firm foundation. This is Jesus himself speaking. And he's speaking about the building of a house. And in this message, analinganisha the building of a house. Anasema juu ya 2 people. The wise and the foolish builder. The building is done, but now it is done with 2 different people. Inafanywa na watu wawili. Mmoja ni mwerefu na mwingine ni mjinga. Foolish and the wise builders. In the building, he describes the foolish. And he describes the wise. He starts by saying that, therefore, everyone who hears this word and does it, not just hearing, the one who hears and practices it, amelinganishwa na mjenzi mwerefu, a wise builder. And here he describes that mwenye anasikia na kutenda, the one who hears and does, is a builder, a wise builder. Mwenye anajenga na dig a foundation, anafikia the rock. They are building on the rock. Akifika kwa rock ndio ana lay the foundation. But the foolish one
builds on the sand, it does not do much. The digging of the foundation is not that much. And a dig to a point, it's like he gives up. And it builds very fast on the sand. And he's saying that when the water, the rain, the storm, everything, the strong winds, zikikuja zinapiga that house or building. Here there is a difference. One is digging to the rock. Down right to the rock. I've come to realize here he's talking about Christians, and I'm talking to Christians, people in the church who have received and they know what to do. They need to build. But one is building to a certain level. Another one is going down fast. I realize that the foundation is not seen. Many times, the foundation yata ukichimba sana inafunikwa na mchanga kwanza. But this is the thing that makes the house to stand. Hallelujah. Haionekani sana inapojengwa. Na unaweza ukachenga kiwango fulani. We cannot tell now, vile tumeona this building imeonekana hivi, very magnificent, a nice building. We cannot see the foundation. But this building depends on the foundation that was laid. And it is in secret, it is sealed. You cannot see it now. The Christian life depends on what you put down when the people are not seeing. You are standing. What we see outside here depends on the foundation you lay. Hallelujah. Bwana asifiwe. The foolish builder did something that was not good. But nobody could understand it until there is a storm. Hallelujah. Wokovu wetu unakuwa measured by the storm. The kind of foundation we've laid. Bwana asifiwe. What do we see out here? Unajua mwenye hataona ni mwenye hataingia katika the spiritual realm. But wengine wanakuona kwa sababu wanangoja ugrow. Hallelujah. I know the men of God can see us very clearly. But it's only that wanangoja ugrow. But all depends with the kind of foundation you laid. Hallelujah. It all depends on the kind of things you did. The work you did. Wengine uchoka haraka. There is a shovel unatolea mchanga. And the mchanga usipofika to the rock. Kuna kazi in the making of the foundation. Hallelujah. Kuna kutoa mchanga for a certain level. Na kuna kutoa jasho. Hallelujah. I know if you want to grow, there is reading of the word. Not some reading. Not mere reading. But a serious studying. Kuna kuweka magoti ili utetee wokovu wako. Paulo anasema hivi. Work out your salvation with the fear and a trembling. Hallelujah. It is a big thing that was given by the Son of God. That no man can give it to you. No money can buy it. If you've got it, Paul says, work it out with fear and trembling. But wanasema hivi, the foundation has been imekuwa laid twice hapa. Mmoja akadigi tu akafika to the sand, akasema niko na haraka, nataka nijenge haraka. And for sure, mwenye ako na haraka itaonekana juu. Na hizo nyumba zote zitakuja juu. Hallelujah. Zitapakwa rangi kama ni the same, hata hiyo iko na sand bado itapakwa rangi hata mzuri kuliko hii. But now there is a test that is coming. Hallelujah. Wanasema chenye ilileta the test is wind. Wanasema when, not if. When, wakati itakuja. In other words, lazima upepo mkali ufanye nini?
Hallelujah. Wakati uliokoka ukuambiwa ni rahisi. Biblia inasema it is possible but not easy. Hallelujah. Nasema hivi, inawezekana ndio, lakini si rahisi. The only thing we were promised, he'll walk with us. Hallelujah. In the storm he'll take us through. Bwana asifiwe. The storm will come. This is what will tell us whether you build on the rock or on the sand. Whether you did a good job of digging down. Wengine wanataka kubembelezwa mpaka wakati wote. You want to remain a child forever. You do not want to grow. Unataka kutatiza watu wakikubembeleza kuja tu. That one tells us that your foundation was not firm. Hallelujah. The work you did is not enough. And I'm urging you to go back to dig down your foundation. Hallelujah. Fanya kazi mara moja. I had a dream one day. Nikienda kanisa. Nilikuwa nimeenda mbali and I had worn my nice cloth, a white shirt, a trouser. But it's like I never checked it well. On my way, I had covered a long distance. Mahali nilikuwa nimefika, it was almost the church. Kufika church. Na mahali nimetoka ndio mbali. But when I was about kufika church, I realized there was a mark. And it was a terrible mark. Mafia kuku sinanuka sana ikikuwa. So I realized there was a mark. That is a dream. I'm in a dream. So I thought of proceeding to church to attend the service. And another thing came, going back to the house. Dream yangu ikaishia hapo. It was something that traumatized me. Either I go to the church, so after the dream ndio nimeanza kufikiria. Aibu nikienda church, I'll be disturbing people na ufundo. Myself will not be comfortable because already I've seen it. Bwana asifiwe. But going back, it is too far. The mistake I did, I never checked my clothes before I wore it. Hallelujah. Yes, I had a good mission of going to service to worship God. But my cloth was stained by something very serious that yata nikipanguza the stench ufundo bado utakuwa. So nikaanza kufikiria. I prayed in the morning because na ilikuwa na a night to Sunday. Kumbe nimepatiwa ujumbe ya kunena uchavu huko. Nimetoka mbali, nimefika karibu na church. Nguo iko kwa nyumba, lakini distance ni mbali. Kama ni wewe ungefanya nini? Ukikuja kanisani ni uchafu, fundo. The mistake I did ni yangu. Ningetafuta nguo nyingine nivae, lakini sikuangalia kwa nyumba. I did a mistake. But I do not have an option. I love to go back. Na mimi na watangazia wa Kristo. Go back to the foundation. Because if you continue on a fake foundation, nyumba itaanguka. Hallelujah. Go back even if it is long. Hata kama uliachia mbali, wewe enda back to the foundation. Take the new cloth because it will be a distraction in the church of the Lord. Watu watasikia ufundo waache kumtukuza Mungu. Go back to the right place. Hallelujah. Change your clothes. Build a foundation that will last. Hallelujah. Not a foundation that will be destroyed.
Because the Bible has told us that the wind is coming. Not that ni kama itakuja. Inasema when. Ni lazima the storm ikuje. Na it will test you whether the foundation was firm. Hata ningejificha nipanguze nimalize, isionekane ufundo bado uko. Watu watasikia ufundo. Hallelujah. Kanisa ya Bwana, wacha kujificha. Go back to where you started. Hallelujah. It will not take you long. It is better it takes you long so that you build on a firm foundation. Hallelujah. Build your foundation on the rock. The rock is Jesus Christ. Hallelujah. Not on the righteousness of men, but in the righteousness of the Most High. There you will continue well. Bwana sifiwe. Hapo utaokoka. Hapo the storm itakurusha chini. We are promised and we are told the storm must come. Hallelujah. We are promised and we are sure it must come. It is coming. Because uko katika vita. Ulitangaza vita na shetani hajakufa. He'll test your faith. But if it was built on a firm foundation, you will be on the best position. Hallelujah. Check your foundation. Do the excavation. Dig out. Toa mchanga ambayo haijakuwa la ufike kwa rock. Toa mchanga wa vitu vinakuzuia. Don't build kwa uchafu. It cannot last. It is a sure promise that it cannot last. Hata kama umechukua miaka kanisani, hata kama umekuwa mzee, it will not last. Utakuwa tu na uko na uchafu. Maana uchatoa yote. Bwana sifiwe. You need to excavate. I know it is not easy, but God will help us. We are in the world. God will help us. Tunaishi na the wolves. Ndio. Tunaishi na the world that moves very fast. Vitu ambavyo vinatudanganya sana. Lakini you must go there. Hiyo kazi fanya. Hallelujah. Hiyo ya kazi ya kujijenga fanya. Watumishi wa Mungu, hapo lazima turudi huko. That's the right place to go. Tuanzie huko. Mtu mmoja alisema hivi, life is not hard. It is the disobedience. It is the obeying God's word that is hard. If at all we could have obeyed God's word and went back there from the beginning, things will be so easy. He's massive and he gives us the second chance. Hallelujah. It is not over because you are still alive. Hallelujah. It is not over, church. It is not over, brethren. It is not over. You may look at it like it is over. It is not. As long as God has given you a chance to continue breathing, it is not over. And you are in a better position because you've known this. Hallelujah. Hallelujah. It is not over. We are there to change the world. We are the voice to tell people to go back to the foundation, to the basics, to prayer. Hallelujah. To the reading of the scripture. Seeking of the righteousness of God, not our own. Paulo anasema katika kitabu cha Warumi 11:2 anasema hivi, I pray for the Israelites that they may be saved. They are devoted, yes, very serious in seeking their own righteousness, not God's righteousness. We should change it around. Hallelujah. To seek God's righteousness. Why much of the things are not happening in the church? Why are we not getting what we should be getting?
Why tunaishi kwa uoga? Kwa nini tunatishwa na binadamu ambaye ni mkavu na wewe umeokoka? Hallelujah. We need to go back to the rock. We need to go back to Jesus. Bwana asifiwe. The only thing in Matthew 6 and 33, the only thing we've been told to seek is the kingdom and it is righteousness. Hallelujah. Don't worry of any other thing. You seek the righteousness of God. In other words, you seek the rock of ages. Bwana asifiwe. You become the citizen of heaven. Hallelujah. Bwana asifiwe. But our problem is fear of the work that it is involved in excavation. Going down deep to the foundation, to the rock. This one is done in secret because foundation hufunikwa na mchanga. After everything has been done, inafunikwa na nini? Na mchanga. It is done in secret. It is prayers in secret. It is reading of the word in secret. It is seeking God in secret. When you are alone, somebody said you cannot convince people that you are a Christian. Yes, people can be telling you are a Christian, but the witnesses na wenye wanakuona ni wengi. He never feared. Bwana asifiwe. Why? Wanakuja kusema in Esther 6:13. Kisoma 13. Wakati wameplani na Zeresh the wife, wameplani na the people in that area, waje walikuwa wanamfanyia kazi, wamepanga juu ya Mordekai, wamemaliza mipango. Mungu wetu ni mwaminifu, maana alikuwa amechenga katika msingi usiotingizika, mwamba imara. Anapokimbia kumbe mambo yanamgeukia. It is only what we need is on to build on a firm foundation. Mke wake anamwambia, huyo ulijaribu ni wa ukoo wa Wayahudi, sisi ni wa ukoo wa mbinguni. Hallelujah. Huyo uliyetaka kwa hapo ndio kuanguka kwako kumeanzia. Sisi ni zaidi ya wachawi. Hallelujah. Sisi ni zaidi ya wachawi. Wachawi ni counterfeit na wanajua. Hallelujah. Shetani mwenyewe anajua. Kama umebuild Mordekai Amani aliporudi aliambiwa na Zeresh, wale walipanga na yeye wakamaliza. Anamwambia, huyo ni nani? Mordekai. Wa ukoo wapi? Wa mbinguni, of the Jews. Hapo ndio kuanguka kwako kulianzia. Wacha wakijaribu wapate your foundation, a firm foundation. Bwana asifiwe. Wa Kristo, nafikiri nasikia kusema respect the anointing. Because if you touch the anointed of the Lord, Mordekai alipoguzwa tu mambo yalibadilika. Bwana asifiwe. Young people who are here, kuna fight ambayo hatuwezi. Hata tukikuwa battle na the devil himself, kama tuko kwa Mungu, yeyote mwenye atatusaidia ni kupigana na wakuu wetu, our parents. Hiyo vita, young people are here, you will not win. I guarantee you, you will not win. Young people, mnanisikia? Yeah? You cannot fight with the elders if they cannot do anything. If you cannot fight with the anointed, watumishi wa Mungu, kama hawatafanya kitu, the anointing will deal with you. Hallelujah. The anointing will deal with you properly. Mordekai alifikiria yeye hakutingizwa. Walipokuwa wanapanga usiku, mfalme usingizi na mkosa, anaanza kuangalia vitabu. Hallelujah. You don't need much. You need to be right with God. Bwana asifiwe. You need to be on the foundation.
the rock, the right foundation. Because the storm is coming. The attack of the enemy is coming. Hallelujah. The distractions are coming. The hindrances are coming. The devil is still at work. The only way you can be assured is to stand on the rock. Hallelujah. That is the only way you can win. The young generation, parents, you are here. Amuwawezi sasa. Wako mbele. I tell my mother, because my father died, every time ananiambia nimchukulie wajukuu, namwambia I'll bring them when I'm around. Kwa sababu hii generation ikiendelea chini imekuwa wajanja. Hata mimi nawaangalia kwa nyumba, hata ni wadogo, lakini vitu wanafanya na waangalia naona kama mimi karibu wananiepita. Je, mzazi wangu, another generation. Ni Mungu unahitaji katika kuombea generation. Hautaji mambo mengi, ni kuweka katika msingi imara. Hallelujah. Msingi ambaye ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Tusimame katika msingi. Naomba kwamba tuende back katika msingi. We go back to the rock. Hapo ndio uwezo uko. Takama ni mbali, takama umeanda hatua nyingi, you have the grace to go back to the rock. That is where you'll get your salvation. Bwana asifiwe. Hapo ndio utapata utulivu. Na Mungu awabariki. Tuinuke juu. Napomwita mtumishi wa Mungu Bishop atumalizie. Inuka juu. Build on the firm foundation. Hallelujah. Tufunge macho. Mtumishi wa Mungu anapotumalizia the session. Uinuliwe Bwana. Upewe sifa Jehova. Thank you Jesus. We are ready to go back to the rock. Hallelujah. Asante Bwana. Wewe ni mwema kwetu. Asante mfalme mwenye nguvu. Asante kwa sababu ya neno lako Jehova. Asante kwa sababu umemtumikia mtumishi wako kutuletea neno hili. Asante kwa sababu itajulikana ni msingi gani ambao Bwana tumeweza kujenga kwayo. Na tutakapokuwa tumejenga katika msingi ulio imara, tutasimama wakati mawimbi na dhoruba zitatokea. Lakini wakati tumejenga katika rotuba ambao ni ya kawaida, nyumba itapigwa na itaanguka chini. Tunaomba katika asubuhi ya leo kama kanisa, tunaomba katika asubuhi ya leo kama watu wako katika nyumba hii, kwamba utusaidie tujenge katika msingi ulio imara. Tushughulikie msingi, tushughulikie mambo ya kwanza, tushughulikie yale ambayo yatafanya tuweze kusimama. Wakati tunapopatwa na majanga hapa na pale, imani yetu itakuwa imechukua mizizi. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, naomba kwamba Bwana ukatupiganie. Neno hili limekuja kwa njia iliyo ya nguvu sana. Tunaomba Bwana utusaidie. Watu wengi wameanguka kwa sababu hawajawekwa katika misingi. Wamejenga kwa haraka, na dhoruba zinapotokea, majaribu yanapokuja, wanaposongwa na mambo ya dunia, wanaanguka chini. Katika jina la Yesu ninaomba kwamba Bwana saidia mtu ndani ya nyumba, maana hawa ndio unaowatafuta. Wale watu ambao wameweza kujenga katika mwamba, wamejenga katika mwamba, na mwamba ni Kristo Yesu mwana wa Mungu. Asante kwa sababu ya neno hili. Ninaomba kwamba lipate nafasi katika maisha yetu, liweze kuleta mabadiliko makubwa. Kanisa ikaweze kusimama, waumini wakasimame, wazee wasimame wakati wanapopigwa na dhoruba mbalimbali. Katika jina la Yesu, neema yako ikatutoshe. Uinuliwe na utukuzwe milele yote, maana ni mfalme na kando yako hakuna Mungu mwingine. Tunakushukuru kwa sababu ya neno hili. Tuomba kwamba uongezee mtumishi wako mara nyingine tena, atakapopata nafasi kwa ajili ya kuzungumza, ukamtumikie kwa wewe ni Bwana. Jina la Baba litukuzwe na liwe milele yote. Tusaidie hata kama tumeenda hatua gani,
Lakini kama tunaweza kugundua kwamba misingi yetu haijawekwa kabisa katika neno, tuweze kurudi tuanze vizuri, na tutakapoanza vizuri tutakuwa na thibitisho kwamba tutasimama wakati dhoruba mbalimbali zinapotupiga. Kwa hivyo uinuliwe na utukuzwe, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu na Mungu mwema. Bariki kila mmoja anayeenda kushiriki hata katika ibada ya sadaka. Bwana ukatutende mema, na ibada zingine ziko mbele yetu. Tunaomba Bwana ukatumikie watumishi wako, wafunike na damu yako, maana ni mwema. Haya ndio maombi yetu katika asubuhi ya leo, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nimeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Amen. Bwana wabariki sana, na Bwana watendee mema, tuweze kuchenga katika mwamba. Tiakwa gaja so amara babosa. Nabe ko baraisi amara babosa kole machingoro, kose kobe ko musingi bwango. Lakini ige karo liria enyomba ya chire igoro ya kirupa kajirangi. Na liye goja komananga ya tieta so musingi. Nabora bere kanisa matukamange. Abantu bogete no mo Kristore. Lakini oro mo Kristo livengereria kero kwa na matemu kwa nyoroko kwa raisi, na kero kwa gule raisi unaleta aibu katika nyumba ya Bwana na hata katika mwili wa Kristo Yesu. Kwa hivyo Bwana awabariki sana, na Bwana watendee mema. Tutoe sadaka zetu. Asante sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki kabisa, na Bwana akutendee mema. Tunaweza toa sadaka zetu tunapoenda katika madarasa yetu ya Sunday School. Yesu Kristo. Amen. Toruwe sadaka ya ito. Ekara toko ganda se ebirasi byaito asengende yo kuorokera liwabono mambia. Amen. Baraka za Bwana. Amen. Ekara toko ganda birasi. Gotoko gande birasi tarisi ko jigotena risi ko mahata ko karanza. Gotoko kora tuasoe birasi me. Tuasoe kirasi me ariase kirasi kia okergando onga tumanyeti boria otebwe kirasi kia zikabarete. Kila mmoja aende kwa darasa lake na afundishwe na mwalimu wake katika jina la Yesu. Bwana wabariki mnapotoa sadaka, na neema ya Bwana iwatoshe. Amen. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu.